Halo? Baba, lakini sasa umekwenda wapi? Tangia asubuhi ule muda wote mpaka sasa hivi haujarudi. Samahani mwanangu, kule kazini ambako nilikuwa nafanyia kazi waliniita mara moja. Ndio nimekuja huko. Baba, hata kama sasa mbona sasa hujaaga hapa nyumbani? Hujamwaga mama wala mimi? Nimemwaga mama yako. Bwana mama amesema hujamwaga? Hapana, nimemwaga. Kwa hiyo usijari. Narudi. Saa ngapi baba? Kakata. Baba naye. Okay. Halo? Kwani una shida gani unataka kupokea jamani? Kama kuna jambo la muhimu. Sasa, utapiga ukitaka. Sabi mwanangu, karibu. Asante mama, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Tunashukuru Mungu, hatujambo. Sijui nyinyi huko nyumbani. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anajalia. Mwanangu, kulikoni? Maana umetoka jana tu. Hapana mama. Nilikuwa nimepita hapa kwa ajili ya kuja kuangalia nyumba. Kwa sababu kipindi naijenga ilikuwa na changamoto ya umeme. Kwa nimepita hapa ili kuulizeni kama hiyo changamoto bado inaendelea ili tuweze kuifix. Maana nimeongea na mafundi wamesema wana uwezo wa kuja kuparekebisha. Sasa nilikuwa naomba nikuwauliza tu kama umeme unawasumbueni ili waje kutengeneza. Waje homo? Wewe Sabrina, mbona sisi tumijeni hamna tatizo lolote? Maji yanatoka, umeme unawaka vizuri. Yaani kila kitu kiko pambe huko. Hapana mama, unajua mimi hii nyumba ndo nimejenga mie. Kwa hiyo najua kila nilichokiweka. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu wape nafasi. Unajua mama, unaweza kuona ficha no. Hela natumia ya kwangu, hata msijali, nyie kweni huru tu. Hilo nikwambie mimi mama yangu, nikwambie mwanangu, ndani kuna tatizo, kuna hili na hili na hili. Ndani hakuna tatizo, yani hakuna tu, yani wewe walikudanganya na walikuantaka hela yako. Yani hakuna tatizo lolote. Kwanza unamjua mdogo wako, okay? Anajua mambo ya umeme bala. Yani kungekuwa na shoti lazima angeniambia tu mama, kuna shoti ya maji, mama kuna shoti ya umeme, lakini hamna mwanangu, siamini. Siku nyingine mafundi waongo mwanangu, usiwafatishe. Wanakuona una hela. Wanataka tu viela vyako, leo wanalifyatua bomba kidogo. Ila kuna siku ulikuwa kama kinani kidogo, ila kea alipanda katengeneza. Kwa relax mwanangu. Kwa huru. Yaani upo na mama yako, uko na mdogo wako, wote ni mafundi. Basi sawa mama. Lakini nimekumbuka.
Pia kuna shida kwenye gypsum board. Kwa hiyo nilikuwa naomba pia nikakuonyeshe sehemu ambayo ina changamoto ili kama kuna uwezekano usije kuchanganya. Unajua kabisa hapa kwenye eneo hili la gypsum kuna tatizo. Lakini pia nilimpigia fundi kesho, nadhani anaweza akaja kwa ajili ya kutengeneza, lakini nikakuonyeshe tu. Na mwanangu hamna. Yaani mimi siku ile niloingia ile nilisearch kote, nilikagua kote. Hakuna tatizo lolote. Yaani kama kutakuwa na tatizo, nimekwambia kabisa mwanangu Sabrina kuwa huru Sabi. Okay. Wewe kaangalie vile vile kale katoto. Yaani nimekifanana na Kosula mpaka tabia zangu. Yaani mimi zamani nilikuwa napanda juu. Yaani mtu akija fundi basi nakaa pale. Basi na hivyo ndivyo kalea ni kadogo. Kanapenda mafundi wanakuja wanakabeba wanaenda na huku. Basi sinashukuru sijakapeleka VETA wala nini kwa kafundi kale katoto. Basi sawa, kama hakuna shaka yoyote. Mimi sina changamoto tena. Ila nilihitaji tu kufanya ni marekebisho. Msio mnaogopa kwamba eti kwa ajili ya pesa. Yaani mimi ningekuwa tatizo nikikwambia, yaani Kei atarekebisha. Yaani wewe mwenyewe utapenda. Yaani sisi ni familia. Unasemaje mwanangu? Lakini kingine mwanangu usichokijua, Kei anaweza kutengeneza magari, kutengeneza nyumba, msingi, akakuwekea singbodi, maji, umeme, yaani kila kitu. Ule mtoto kanishinda tabia mwenzio. Yaani Sabi nyinyi watu wa dini ampendagi kupigana hivi. Nimeshazoea mwenzio. Tukiokoka unachapa umbea basi. Basi najipa shida. Unanipa shida wewe mtoto. Napenda tu ucheshi wako. Lakini ndio hivyo mwanangu. Kikitokea tatizo lolote lile nahusiana tu na nyumba yetu, yaani Kea analimaliza bila shida. Weka tu kwa huru mwanangu. Sawa? Basi sawa mama, acha mimi nikuache. Hapana. Leo sikuachi uondoke peke yako bwana. Leo nataka nikusindikize wajue na mimi na mtoto. Kanipangisha nyumba na sio nyumba tu. Kanimilikisha kila kitu. Pembezoni za nyumba zote nizimiliki mwanangu uongo. Niwaonyeshe majirani kama huyu mwanangu sio mwenye nyumba tu. Hii ni siku nyingine wakiniona napita barabarani wajue kabisa Mama Sabi, watoto wakubwa, Mama Sabi, mama ninajimwemweleka. Unatembea, unajua kutembea kama daa kule. Kuja kusindikize. Haya. Haukajitande kidogo nani uniaibu labda mamako. Hamna shaka. Haya twende mwanangu. Wewe vipi? Wale mbuzi wale kuna mzee mmoja anafuga. Sawa. Lakini kwa nini aweke kwenye kiwanja changu? Wewe. Hiki nacho ni kiwanja chako? Sabi. Sikiliza mwanangu. Huko hapana sikuruhusu. Kwenda kukagua sikuruhusu kwa sababu wale mbuzi wale wanahesabu. Umeona Alafu mtaa wetu unawezi. Yaani unaweza ukasema mimi nataka tu sitaki kuwatoa. Niwaguse tu lakini nalo litakuwa ni tatizo. Hapa unavyoona mtaani hapa. Tuangalie hivi. Tunaangaliana. Mavazi yako taonekana mwizi. Mwanangu nielewe, mimi mama yako nielewe. Achana na unakuja kuongelea siku nyingine. Kiwanja chako kama wewe mzee sio tatizo, nitakupeleka mpaka mlangoni kwake. Sio tatizo, nitakupeleka mimi, nitakupeleka.
Ni muda mchache tu nilohamia, lakini ninaujua huu mtaa, watu wanakuambia kila kitu. Twende bwana, twende. Hey. Mwanangu, jambo limeshaharibika, jambo limeshavurugika, jambo halipo tena vile unavyotarajia mwanangu. Mambo yameanza upya. Si muda mrefu nilikuwa naongea na Sabrina hapo nje. Kama unavyojua, yeye ni ustazati, yeye na Mungu wako muda wote karibu. Sasa kama unakumbuka tulivyoenda kuzika ule mwili, tuliangalia pembeni, tuliangalia pembe zote ili watu wasituone. Lakini kumbuka mwanangu, hatukuangalia juu. Mungu alikuwa anatuona kila kitu tunachokifanya. Kwa hiyo muda wowote ule tunaweza tukaumbuka. Na kumbuka Sabrina ni mtu wa Mungu. Ameletwaje hapa nyumbani leo? Na akaja na dela nyingine kabisa kwamba anataka angalie mabomba ndani, angalie na jinsi samu ziliharibika, alete mafundi. Mimi ni uongo wangu kama unavyojua, nikaongopa kila uongo kuwa wewe ni fundi mkubwa hapa unajulikana. Kidogo nikamponza. Akaondoka, nikasema nimsindikize. Maana naweza nisimsindikize nyuma akarudi na mafundi. Nikamsindikiza. Kile kitendo cha kufika katika lile shamba tulilozika, mwanangu wezi amini, aliganda yule dada anatizama kile kiwanja. Ikabidi nimuulize, vipi? Mbona uko busy na hicho kiwanja? Unaangalia mbuzi? Asema Nikamwambia hapana, kama hao ni mbuzi, hao ni wa mzee tu namfahamu. Akaniambia hapana. Nashangaa hawa mbuzi wametawala katika hichi kiwanja. Mama, kilichojiri, kumbe kile kiwanja chake. Mama subiri kwanza. Pale tulipomfikia Amanda, unauliza makofi polisi? Kiwanja chake. Sasa ile kaeka yote ile alivyosema vile, si ndo anataka kwenda kuwatoa wale mbuzi? Nikamshika, nikamsogeza. Yani pale katika nafsi yangu nilitamani yani nikamwambia, shindwa mara moja kwa jina la Yesu. Kile kiwanja utaki kuingia, hakibiwa mbuzi. Si utaonekana wewe? Si utaonekana wewe ndio umechukua. Nikajifanya pale kama unavyojua. Mtaa unajulikana unawezi. Unaweza ukaingia pale mbuzi akapotea. Hata ukamshika tu mbuzi, ikaonekana umemsababishia matatizo, mbuzi anaumwa. Mwenzangu likanielewa. Likanielewa pale. Tukaondoka. Nikashusha pumzi zangu. Haya mambo yameshakuwa makubwa. Mambo haya yameshakuwa tafulani. Mwanangu, kilichojiri sasa hivi, tutulize michogo yetu na mikomwe. Yani hapa kinachotakiwa sasa hivi, tukaufukue, tukauzike sehemu nyingine. Hili jambo limeshakuwa sio jambo zuri. Linaweza likatutokea kitu chochote kile kuanzia mdao. Tukaufukue? Ndio. Mama sio kweli bwana. Yaani mtu tushamzika tayari, afu tukamfukue tena. Si uchawi huyo mama huyo. Akija kujua yule pale ana uwezo wa kuchimba msingi, muda wote akajenga. Au vile mimi nilivyomsukuma sukuma, ukute kuna ishara. Sasa ngoja nikupe wazo. Kama yani bado tumwache pale pale. Kama akitaka kuchimba msingi anajenga, si ndio anamfikia chini kwa chini, lakini tukisema tumtupe tumpeke sehemu nyingine mama, kwanza harufu ile kashaanza kuuza, mwisho wa siku tutabaki na nyama mikononi. Wewe kuwa na akili timamu wewe. Kumbe wewe mtoto mdogo bado hata maziwa ulimi hajakutoka. Umeshaambiwa uwanja ni wa Sabrina. Anaweza akachimba, akauchimba mgongo. Utasema nini wewe? Kashauchimba mgongo, kashaweka pale hadharani. Na tumemzika na nguo zake na anamjua vizuri sana. Uone kama tutakuwa tuko kwenye mikono ya polisi. Twende tukamtoe. Huo msingi alokuambia mtu anachimba akishima shimo pale kwenye nani? Watu watusikii, nyumba ina vioo. Sasa ili alipingi. Hii ni amri naitoa mimi mama yako. Saa 8
tunatakiwa twende tukaufue mwili, tutajua hapo hapo tunaupeleka wapi. Sasa ni usiku mama. Kwa hiyo unataka saa 5. Unataka saa 4 watu kuone, si ndio? Sasa mama, mimi nimekuelewa. Lakini sasa tukimfua tutamweka wapi na tukimtoa pale tunampeleka wapi? Tukimweka huko ndani tutanuka huko ndani, tunamweka wapi? Sikiliza mwanangu, nikwambie. Kitu cha kwanza ni kumtoa. Mengine hawatafuata, mbona vichaka vingi. Basi kama ndio hivyo wewe nenda, mimi nakusubiri. Kumbuka jambo lako. Mimi nakusaidia tu. Lazima tunaenda wote. Mguu wangu, mguu wako. Hiyo ni amri, sio ombi. Lala uamke. Jua saa 8 ya usiku weka alamu. Onyo. Unapoenda kutembea huko kwenye vijiwe vyako, kumbuka damu ya mtu haitoki mwilini mapema, inatembea. Sasa jazari, usije ukalopoka. Yaani funga bakuli lako. Mbona niangalie hivyo? Wewe unacheka nini? Hamna kitu, kwa nini nakucheka wewe? Wewe vipi? Yana watu wana maazafa kucheke wewe. Naumwa ni. Sasa unacheka nini? Nimepata taarifa zako kutoka kwa baba kama amegundulika. Hey! Nimesikia akupiga mibao, mimbata. Hapana. Nimegundulika kama wewe mchona viatu imekula kwako. Nilikopo naificha hii kesi kila siku na ifumbia moto. Sasa leo imegundulika, imefichika yenyewe. Nilikopo nataka nani nijue naanzia wapi, niishi wapi, nimwambie baba kama wewe sio daktari. Ila tu nashukuru Mungu umegundulika. Aha. Kumbe ndo zilikuwa zako kunipa mchezo wote. Bako anigundue afu leo nicheka kwa dharau. Afu sasa nataka unitafutie wateja wale wenye matatizo ya madawa asili yale. Mimi nakufanya watibie. Sasa kwa utabibu gani ulionao wewe? Sasa unabisha. Mimi mamangu nimemtibia, alikuwa na matatizo yake, nimemtibia. Babangu tena. Mimi mwanzo mamangu nimemtibia kwa matatizo yake, na mko wangu mjomba wangu sijui namhitaji, nimemtibia mkeka kwa pana mashetani kapandisha sijui mashetani pa nyumbani kwake. Nyumba lao lenye la udongo limezeeka, nyumba yao ina maneti sijui amefuga nini pachafu. Ila sasa mimi nimemtibia, nimemfanyia tiba na manyungu, nimemwekea manyungu manini, nimemwombea dua, nimemfanyia tambiko, nimemfanyia nini, kapona. Sembu semie. Wewe kuweza. Mtafute basi wateja na wewe. Wateja ni watu wapi? Okay, tuachane na hayo bwana. Sasa hii hapa ndo kubwa kuliko. Hii ya taarifa ya kwangu, ya taarifa yangu mimi, hii ndo yenyewe sasa. Kaa vizuri usikilize. Kwanza habari inaanza, nilikutana na yani ni mdada, umeelewa? Sasa ule mdada bwana. Sasa unaijua, mbona unacheka? Wewe unaijua hiyo story? Nakuna tu na menyele. Ni hadithi. Sawa. Yule mdada bwana. Kama utani. Ndio hivyo. Yaani nilipita sehemu hapa mtaani hapa. Nikakutana na yule mdada, namuita mdada, ni mrefu, nikaenda hewani. Kilichotokea bwana, mimi nikaa napita zangu. So na katika pita zangu, yani yule mimi napita hivi, yeye akaingia hivi. Sasa katika tulivyopitana pale, mimi nikamsalimia tu. Ushangaa mtu anani? Akamwambiaje, kamsalimiaje? Kwani salamu anasalimiaje? Baada ya kunipiga, sio kunipiga yani, mimi alinigusa tu, umeona Kwa baada ya kile kitu alichokifanya pale, mimi nikamwonea huruma. Nikamwonea huruma kwa sababu yule pale mwanamke afu kimwangalia kama mtoto fulani wa Kiislamu, si unajua watu wa Kiislamu laini. Kwa nini nikaogopa kumuumiza? Umeona? Kwa mimi hapa sasa nachokitaka, umeelewa? Nataka wewe tuungane pamoja. Tuungane. Kuna njia waga anapita ile njia, sasa tunataka tukamzinge sehemu. Wewe mimi nakuamini, umeelewa? Mimi nakuamini. Tukamzinge sehemu tumkande, yani
kama vile kisasi. Yani alipe kisasi, nilipe kisasi mimi kupitia wewe. Sawa? Sasa unanielewa au unasema tu Ndio. Unanielewa? Haya basi sawa, nitakusaidia hiyo kazi yako, ila sasa acha mimi niende zangu nyumbani na vyombo, sijadeki, sijafua, sijaosha vyombo. Hapa na makazi niko, kwa hiyo tu niache zangu nikafanye kazi alafu baadaye tutarudiana. Kwa hiyo sasa sikiliza kwanza. Yaani hapo umeniambia maneno yako ya kwenda kufua vyombo, si kufua, is up to you wewe mwenyewe. Sasa nini? Nishakuelewa utakifanya. Kwa hiyo itakuwa lini hiyo siku hiyo? Muda wote tuko nikimwona kuanzia sasa hivi. Haya, nini tena umefuata hapa nyumbani?